mtazamaji, hii ni Bido Sport TV, kisima cha burudani, na mimi ni Gladys Anderson. Kupitia mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika uliowakutanisha wana finali wawili, yani ni wekundu wa Msimbazi, yani Simba Sports Club pamoja na RS Berkane nchini Morocco. Mchezo huo wa hatua ya kwanza uliopigwa Morocco Mei 17, kumekuwa na maoni tofauti, maoni mseto kutoka kwa mashabiki wake, ambapo katika mchezo huo Simba Sports Club ilifungwa goli 2-0, yani alipoteza goli 2-0 mbele ya wapinzani wake. Washabiki wa soka, wapenzi wa soka na burudani hii ya mpira wamekuwa na maoni tofauti kupitia mchezo huu. Kwa majina naitwa Paulo Elias Sovela aka Filipino, rais wa mashabiki kanda ya kati. Rais wa mashabiki kanda ya kati. Yeah. Unazungumziaje mchezo ambao uliopita wa timu ya Simba Sports Club ambao Simba wamekuwa nyuma ya bao 2-0 dhidi ya RS Berkane? Je, mchezo ujao kwa mtazamo wako wewe kwamba unaonaje, Simba anaweza kanyanyua kwapa au safari ndio imeishia hapo? Kwa ujumla mchezo ulikuwa mzuri. RS Berkane alimuuliza Simba maswali magumu. Ndio maana kama uliweza kufuatilia ule mchezo, unaona kabisa namna ambavyo RS Berkane walikuwa wanamuuliza Simba. Simba of course ni klabu bora, lakini kwa namna tu ambavyo iliweza kucheza ile juzi pale ilidhihirisha ukubwa wake. Lakini siku zote wakubwa wanapokutana lazima uone ile bato ya uhakika, namna ambavyo wachezaji wanapishana, wachezaji walikuwa wana receive, wachezaji wanapiga pasi na vitu kama hivyo. Lakini kiujumla kulikuwa kuna mchezo mzuri sana kati ya Simba na RS Berkane. Lakini siku zote mpira wa mchezaji wa miguu tunasema ni mchezo wa makosa. Ukifanya makosa unaadhibiwa. That's why Simba alifanya makosa akaweza kuadhibiwa hizo goli 2, lakini haijaisha. Hiyo haijaisha bado, ni dakika 45. Sisi kama mashabiki wa Simba Sports Club tunasema hizo ni dakika 45 zilipigwa pale kwenye viwanja vya RS Berkane Manspo ya Morocco, lakini dakika 45 tunakuja kuzimalizia pale kunako Benjamin Mkapa. Ni uwanja mgumu, kila mtu anauelewa, kila mdau wa soka anaujua barani Afrika unapofika Benjamin Mkapa ni nini ambacho huwa unakutana nacho. Zile bao 2 ambazo RS Berkane wamezipata pale watazitapika tarehe 25 pale kunako Benjamin Mkapa. Watu wanasema kwamba huenda Simba ndio safari yao imeishia hapo. Vipi? Ni ngumu sana kusema safari ya Simba imeishia hapo, kwa sababu nikirudisha nyuma kidogo, angalia Simba Sports Club alipokuwa pale Misri Ismailia anacheza na Masri, alipigwa chuma 2, alipokuja kwa Mkapa kama kufungwa tu. Al-Masri alizitapika zile goli 2 na alitamani mechi ishe. Kwa hiyo RS Berkane ameyakanyaga kama alipokuwa amekanyaga wale Masri. Kwa hiyo ninachotaka ukisema ni kwamba hii game bado mbichi, na hii game itapigwa na RS Berkane lazima atoke. Lile kombe likisha tua Dar es Salaam aliondoki, hilo litabaki. Kama kuondoka bado tusubiri msimu ujao, lakini likisha tua pale haliwezi kuondoka. Inawezekana juzi Simba Sports Club alicheza kule kwa sababu hakukuwa na kombe uwanjani, lakini sasa mwali yuko pale, utaleta masiara, tutacheza vizuri zaidi. Wachezaji wamejipanga, mashabiki pia wamejipanga, hususan kanda ya kati. Mimi kama rais wao nimeorganize, ninazungumza na wewe mpaka sasa hizi kuna costa 38 ambazo zitatoka katika kanda ya kati, katika maana ya Singida, Tabora, Dodoma pamoja na Morogoro kwenda Benjamin Mkapa kuhakikisha kwamba mambo yote yanakaa vizuri. Majina anaitwa Grayson Kigerulie, napatikana mitaji ya Square hapa kati. Kiukweli kabisa nisipepese macho na nisiongee. Kiukweli kabisa Simba sipobadilika ule mpira aliocheza kwa mfano Jumamosi nilivyotazama, uwezo wa kunyanyua kwa hapa. Huo ndio kweli kabisa. Pengine sababu ni zipi ambazo zinasema kwamba hawezi kunyanyua kwapa? Utofauti kati ya Simba na FC Berkane, nilivyoangalia mpira ndani ya dakika 90 niliona Simba na mapungufu mengi sana. Mfano nikiangalia upande wa beki na pamoja na wafungaji, niliona kwa kweli wamezidiwa kila idara. Ndio maana naweza nikasema uwezo wa kunyanyua kwapa Simba Sport Club. Huo ndio kweli. Yaani amejitahidi, anaweza kupata goli 1, lakini na wale nilivyoangalia kwanza ni wepesi sana, wanaweza kupata matokeo ndani na nje. Pengine nini afanye sasa Simba ili aweze kupata matokeo kwenye mechi ijayo? Cha kufanya pale Simba labda akitoka kule kama leo alivyoka, na hisi leo ndo kawasili, ajitahidi kuangalia mapungufu aliyofanya kule, aangalie beki wake pamoja na forward wake, kwa sababu
alionyesha udhaifu mkubwa sana. Kiungo kwanza hawalipoteana, ili Mpanzu kama winga alipotea, Kibu Dennis alipotea. Kwa hiyo sidhani kama akiwa kocha vizuri kama kocha anaweza kupata matokeo, lakini matokeo uwezo wa kunyanyua kwa hana. Hiyo nakupa 100%. Uwezo hana. Naitwa Juma Mohamed Kajembe, lakini jina maarufu hapa Nyerere Square Kijiweni, Bagala Market. Tuambie maoni yako. Maoni yangu nikianzia na mchezo uliopita. Mchezo uliopita ulikuwa mzuri, japo Simba amepoteza kwa margin ndogo ya magoli mawili, lakini bado tuliona mchezo ni mzuri, ulikuwa vizuri na uwezekano wa Simba kufanya tofauti na kuweza kuchukua ubingwa upo. Kwa idadi ya magoli mawili sio mbaya sana kwa mechi ya kwanza. Kuna wengine wanasema kwamba bado Simba wanataka wajirekebishe kwenye eneo la ulinzi. Unahisi kwamba Simba wana shida ya ulinzi au kwenye eneo la forward? Ni kweli kwenye eneo la ulinzi Simba bado kidogo kuna udhaifu, kwa sababu hata ukiangalia magoli, mfano goli la kwanza unaona kabisa ni mistake ya defensive, na hata goli la pili nalo unaona kabisa ni mistake ya kipa, badala ya kufanya maamuzi tofauti yeye akafanya maamuzi ambayo ilipelekea kugharimu timu.